Hivi beef lako na nani na Steve lilishaga? Sasa sijawahi kuwa na beef na Steve. Wewe simlitupiana maneno kwamba yeye akasema yeye anaishi kwake, wewe umepanga. Ni kweli, lakini ilikuwa ni kama tu changamsha, lakini at the end of the day naona jamaa ali take like serious. So ikaishaga tu hivyo. Na tangu pale sikuwahi kuongea naye tena. Lakini wakati ule mchongo unafanyika ulikuwa ni upo kwenye process umepanga. Baada ya pale likawa bifu la kweli sasa. Yeye akanibeba hivyo. Yani mlipanga kutengeneza kitu fulani, yeye akabeba hivyo. Hiyo si unajua kidogo dishi. Usije ukawa ulikuwa unamwambia vitu ambavyo unakuta vinaenda moja kwa moja kwake. Sijui mwenyewe alikuwa anachukuliaje, kwa sababu mimi Steve ni mtu ambaye amenisupport sana. Sikuwahi kuzinguana naye. Sasa sijui yeye alichukuliaje hiyo. Na uliingia live nakumbuka kwenye YouTube yako ukasema pale maneno akamuingia akaanza kukurudishia kwamba yeye ndo alikufungulia YouTube kwa mara ya kwanza. Sasa yeye alijiongeza akunifungulia, unasikia? Akunifungulia YouTube kwa mara ya kwanza, ila ilikuwa ni kwamba na YouTube yangu. Kwa nikaenda Buza, alikuwa anakaa Buza. Na still bado anakaa huko. Nikaenda akanielekeza, akanipa wataalamu na nini hivi na hivi, nikamwambia sasa shukrani sana. Lakini pia kuna kitu anashindwa kukizungumza Steve. Alafu ndo kitu ambacho mimi na yeye tunakuazana siku zote. Mimi nimeanza kuita 2016 kwenda 2017. 2016 kwenda 2017. Instagram wakati huo clip ndo zina trend sana Instagram tu. Wakina Jaymondo wanaruka ukuta kipindi kile. So Steve akawa anahitaji afanye pia kwenye Instagram aonekane acheze clip na nini. Kwa sababu Instagram ulikuwa unajulikana. Lakini ukija kwenye YouTube kujulikana ni ngumu. Na alikuwa na viewers wengi sana kuliko hata alikuwa nao sasa hivi. Alikuwa na viewers mpaka milioni 50 20. Lakini viewers zenyewe zilikuwa ni zile za Sambo. Wanapata viewers wa India na nini vitu kama hivyo. So ilipofika time anataka kujulikana kawaida, nani ana trend ambaye anaona anamudu. Kwa akaangalia dogo akaniona mimi, akanicheki, bwana njoo nitakupa hela na hivi na hivi. Kweli nikaenda, kwa wakati ule alinipa kama 30,000. 30,000. Ilikuwa ni hela nyingi sana kwa. Hela nyingi, sana. So nikasema huyu jamaa mbona hajulikani, alafu mimi najulikana, alafu yeye ana hela, hii imekaaje hii? Nikaona okay, hebu nielekeze mchongo unakaaje. Basi jamaa akanielekeza na kwa hivi na kwa hivi. Okay. Lakini sisi tunadili na viewers wa India hivyo. Tunaweka sample picha kama zinakuwa za nude fulani hivi. Okay. Safi. So nilipoanza kufanya nikafanya mara 18 yake yeye alivyofanya. Kwa akaanza sasa, unajua muda mwingine unaweza ukamfundisha mtu kitu afa akafanya zaidi yako. Sasa kuna watu wanelelo inawauma. So still sili muuma sili kwa vipi. Na unajua hizi mpishano mimi na yeye so mara ya kwanza hii. So mara ya kwanza. Kuna mahala tulipishana lakini ikawa tu hizo, sababu yule ni mtu mzima, unajua anaondoka miaka 40. Mimi ndo kwanza na 23, kwa hiyo vitu vitu tofauti. Hivi ni wivu wa maendeleo nyie basi mnavimbiana, au nani mnaoneshana uzaidi kwamba mimi nina pesa yeye ana nini, au inakuaje? Kabifu kenu kwenye pesa, kwenye maendeleo, au kwenye kazi ambazo mnafanya? Hatuna bifu. That's why nilikueleza kwamba hata hapo mwanzo tulikuwa tumepanga tu bwana tuende hivi, watu ondoke nalo hilo. Sio, unaelewa. Lakini baada ya kuondoka nalo sasa sijui nilikuwa nagusa kwenye mshono nikimgongea yule. Mtu kama hindi kweli. Akachukua serious. Sasa simu zinaita lakini atupigiani simu. Amuongei. Na ilikuwa haipiti wiki tunasema vipi? Unajua zile. Kwa muongei kweli kabisa. Baada hilo ile sakata ndo ikawa bifu kweli sasa. Hata ukiniuliza bifu ni la nini sijui na kuelezea nini. Nasema wewe umepanga yeye anaishi kwake Buza. Ni kweli mimi nimepanga. Lakini sehemu ambayo nimepanga kodi yangu ya mwezi nanunua hapo kwake. Unanunua pale kwake Buza. Kama so mwezi miezi miwili mimi napanunua kwake. Bwana Kambe kwa na mako ikwe. Mimi nakukubali amenyoka. No, amenyoka. Yeye nasema ndio maana kuna mmoja lazima ajisikie vibaya. Kweli. Kuna kitu namuelewa. Na Steve alikazia kweli. Mimi naishi kwangu, yeye amepanga. Unaishi kwako wapi? Hebu eleza wapi? Sibuza. Sasa lakini si ni kwake. Bebo si ni kwake. Ni kweli ni kwake, lakini sasa ukisema unaishi kwako Buza, listen, mimi nataka
nikuonyeshe kitu. Mimi nina eka moja Kinyerezi. Okay. Wakati wao wanasema unaishi kwako, uza. Mambo kwa ushahidi bana. Vevo anamuonesha moja kwa moja ndugu yangu hapa. Eka moja hii. Eka moja ni kubwa sana. Nyumba ambazo tunazijenga, lakini pia kuonyesha na makaratasi. Yaani mambo kwa ushahidi. Yaani kuna makaratasi na kuna nyumba anazijenga. Mradi unaendelea. Unaona hii. Naanzia hapa. Linaenda huko kote. Linaenda kule juu. Ile eneo unaliona open mpaka kule juu. Umeona? So, eka moja kubwa sana. Yeye anasema ana nyumba. Unajua eneo kubwa. Umeliona kabisa? Nimeliona. Kabisa. Wewe afu mradi design kama unaendelea. Nakumbuka kuna shida iliwahi kunikuta wakati nafika Switzerland. Nafika Switzerland nilikuwa sijui Kiingereza. Kwa hiyo changamoto ilionikuta ni kwamba wakati naingia pale huko ukishafanywa interview, ukifika kule tena unafanywa interview nyingine, ndio unagongea muhuri unaingia kwenye nchi. Sasa wakati nafika yule anayenioji pale ananioji kwa Kiingereza, yale yapateni ya kurudishwa yani. Sasa mimi nikawa sielewi bwana, kwa sababu anavyoongea unajua yani. Nikamwambia naambiwa naiona kabisa Ulaya hii hapa. Alafu naambiwa narudishwa nyumbani Tanzania, na sababu kubwa ilikuwa ni kwamba sijui Kiingereza, kujieleza na nini. Unajua unaweza ukawa unajua, lakini tunajua kwa uchache, unajua zile za shule zetu hizo of course nini kimekwenda kimerudi. Kwa wale jamaa pale akaja askari mmoja akanichukua, akaniingiza kwenye chumba fulani. Akawa ananiuliza sasa. Kwa wale wa kule wanakuwa wanakuuliza haraka haraka kwa sababu mpo kwenye foreni. Ukiingizwa kwenye chumba huku na hati urudishwe, ukiweza kujieleza unabaki. Nikamwambia, nikamuonyesha kwanza followers. Alafu jamaa akanambia nini umekuja kufanya huko? Nikajaribu kumweleza lakini nilikuwa bado siwezi. Akanambia nionyeshe bank account, yani alitaka statement yani mapato yangu yani. Uzuri nilikuwa nina simu yangu ina benki, kwa hiyo nikafungua, nikamuonyesha, nikamwambia na kiasi hichi cha benki. Akanambia okay. Akaondoka. Aliporudi akarudi na passport yangu. Kisha akanitoa kwenye mlango wa nyuma. Hicho ndio kilichonisaidia. Ni benki tu, la sivyo ningerudi. Kwa kuanzia hapo nikasema kuna umuhimu mkubwa wa kujifunza Kiingereza kiukweli. Wa kujifunza kwa hiyo nikaanza kujifunza na niko najifunza bado mpaka sasa hivi. Bongo Zone Media. Tunazungumza na dunia.